Sorry. Kifupi mama mkwe alikuwa anakufahamu historia yako. Na naweza nikasema yale mahusiano yangu na yule binti. Yeah. Mama yake ilikuwa ndo chanzo cha mimi kutengeneza mahusiano na mwanae. Yeye mwenyewe ndo alisababisha. Kwa sababu mimi before sikuwa namjua yule binti. Ndio. Ila kulikuwa kuna mtoto wa dada yake na yule binti alikuwa akiletwa na yule mama yake ambaye ni bibi yake. Sasa yule mjukuu analetwa pale, anakuja kupata pale huduma ofisini kwangu, anaondoka. Sometimes yule mama alikuwa akipita pale ananiambia, vipi mwenzako alikuja? Sasa mwenzangu nikaa najiuliza ni nani. So kikubwa lazima ujaribu kuelewa, ndo mwisho wa siku nikaja kumuona yule binti anamleta yule mtoto. Sasa najiuliza kumbe ndo huyu. Hapo ndo tukaanzia. Yeah. Yes, kaanza mahusiano. Ikawaje sasa mwisho wa siku bi mkubwa akawa ni kama akuelewi hivi? Shida ilikuwa nini hasa? Sisi vijana nikwambie tu kitu kimoja. Tuna changamoto kubwa sana hususan kwenye kueleweka na wazazi. Na mtazamaji wa Spruce Online TV, kuna video ambayo ilikuwa inasambaa katika mitandao ya kijamii hasa kule TikTok. Mwanadada ambaye anamwambia mwanae kumzaa kwamba baba yako amefariki. Ni pale ambapo mtoto huyo alijaribu kumuuliza mama, kwa nini hauolewi? Mama kumwambia siolewi, kwa maana yake unamaanisha nini? Kwa nini una mume? Kwa nini una mume? Kwa mume kivipi? Kwa mtu akamwambia baba yako bwana ameshafariki. Sasa baba mwenyewe kumbe yupo na hii issue ilimgusa, na kumbe katika hiyo issue kuna story, hayakuwa mazungumzo tu pekee, bali kulikuwa kuna story ambayo ipo nyuma ya mkasa huo. Na baba mwenyewe akieleza kwa nini mama anamjibu mtoto hivyo, baba amekufa, ingalikuwa iko hai, na ilikuwaje wakapata mtoto, changamoto walizopitia mpaka hivyo wakaachana, ikatengeneza sintofahamu baina yao. Ule upendo wa watu wawili ukageuka kuwa chuki baina ya wapenzi ambao walipendana na kutengeneza historia ya pamoja. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Basi kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Inakuaje kaka? Bwana kama kawa. Fresh kabisa. Namshukuru Mungu. Mambo yanaenda? Alhamdulillah. Ni wakati mwingine tena tumeweza kukutana, lakini tumekutana nafikiri tu katika kipindi si cha furaha sana. Leo ni story nyingine tena ya majonzi ambayo sikuwa nataka kukumbusha, lakini inabidi hivyo tuweze kuwapa funzo pia watu wengine. Sawa? Kuna video ambayo ilikuwa inasambaa katika mitandao ya kijamii hasa kule TikTok, ambapo mama anamwambia mtoto kwamba baba yako ameshafariki. Natamani ungejitambulisha, labda wewe ndio baba wa yule mtoto, unaitwa nani na ikawaje? Ukatupa kionjo cha story nzima ili kidogo tuweze kupata story ilikuwaje. Yes. Okay. Bwana mimi kwanza hii story uoga sio mtu wa kuzungumzia sana. Ndio. Na mpaka nafika time ya kuizungumzia ni kwa sababu ya ile taswira ambayo imejionyesha kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Kuna binti ambaye niliwahi kuwa naye, ambaye nyinyi mnamuona kwenye mitandao, ameposti vile mtoto anamuuliza vile. Ndio. Yule ni binti ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano. Nazungumzia kama miaka 8 iliyopita huko nyuma. Ndio. Kwenye mahusiano yetu na yule binti tulibahatika kupata mtoto, lakini story tukirudisha nyuma kidogo, kuna changamoto za hapa na pale ambazo ziliwahi kutokea kuhusiana na mimi na yule mzazi mwenzangu. Ndio. Yeah. Changamoto zipi ambazo zinapelekea mpaka mama anamwambia baba ameshafariki? Nafikiri kuna kitu kizito nyuma, ama issue ilikuwaje? Tuanzie hapo, labda safari yenu ya mapenzi ilikuwaje, mlipendana vipi mpaka kaja kupata mtoto? Bwana sisi tumeishi vizuri. Ndio. Lakini changamoto baada ya yule binti kupataga ujauzito ilikuja kwa mzazi wake. Ndio. Alikuwa anaishi na mama yake pamoja na kaka yake. Ndio. Na dada yake. Sasa changamoto kubwa ilikuja kwa mzazi wa kike ambaye ni mama yake. Ndio. Mama yake yule binti nakaa naye mimi nyumbani. Nimekaa naye baada ya kushika ujauzito alirudi kwao. Ndio. Alivyorudi kwao akaenda kumwambia mama yake, bwana mama, kuna 1 2 3. Unajua? Mama yake akamuuliza ni ya nani, akamza fulani. Yule kijana mwanangu umenitia aibu kiasi kwamba hata kwenda dukani siwezi. Maana yake yuko jirani na lile duka ambalo huwa wao wanachukua nafaka zao pale na bidhaa kwa ujumla. Kwa hiyo unajua wazazi wengi sana Ndio. kwa sasa hivi kwa kipindi cha utandawazi wanatamani kuona mtoto wao wa kike anapata mtu ambaye anaweza kumpush mzazi na yeye yule binti pia kwa ujumla. Mimi alivyonaambia yule binti kwamba
Nimeenda kumwambia mama yangu nyumbani kwamba mimi ni mjamzito. Mama yangu amenigomea kwamba huyo kijana amenitia aibu. Yaani mwanangu amenitia aibu kuhusiana na huyo kijana, kiasi kwamba mimi siwezi kuelezea. Nitaendaje pale dukani? Yule kijana sharobaro ana hela gani ya kukupa? Na kwa sababu yule binti alikuwa ananipenda, hakuwa na sita kuniambia. Kwa hiyo alikuwa ananiambia kwamba bwana, mamangu mimi hakupendi. Simuelewa. Mamangu hakupendi, kwa sijui hata nafanyaje. Na mimi mamangu ndo mtu pekee ambaye nilikuwa natarajia kwamba atanisupport kwenye hili. Sasa kama amenikataa, sina namna, inabidi tutoe. Nikamwambia haiwezekani. Swala kutoa mimba haliwezekani. Mama ambapo mke wako anataka atoe hiyo mimba. Yeye mwenyewe kama mwanamke alikuwa anakubali anakataa au aliungana na mama yake? Sasa kwa sababu ya hofu kwamba sasa itakuwaje? Ndio. Na anaishi yeye na brother yake na mama yake. Kwa hiyo alikuwa anamuogopa sana brother yake, kwamba huyu bro akijua itakuwaje. So umeona? Kwa hiyo ilibidi achukue maamuzi ya mama yake. Baada ya mimi kugoma, hakuwa na namna sasa. So umeelewa? Basi baada ya kugoma mimi aliamua kufanya maamuzi yake yeye na mama yake. Wakataka kutoa ile mimba. Mimi nikawaambia ukweli kwamba ikiwa ni mimba ya kwangu haitotoka. Yeah, for sure. Yaani kama mimba ni ya kwangu mimi haitatoka. Ila kama sio ya kwangu itatoka. Yeah. Na walipofanya vile kwenda kutoa mimba, ile mimba ikagoma. Mimba ikagoma kutoka. Ikagoma kutoka. Ndio. Kwa ilibidi wanitafute tena. Ndio. Umemfanyaje mwenzio mpaka kiasi kwamba nikamwambia kama ni mimba ni ya kwangu mimi, nilishawaambia haiwezi kutoka. Ndio. Basi wakaacha kuitoa. Akapoona yule binti maisha mengine akaendelea, lakini wakanibadilikia, wakaniambia mimba sio ya kwako. Nikasema okay. Ila kabla hawajanibadilikia, yule mama aliwahi kunifuata pale ofisini kwangu, akaniambia sikiliza, mimi naelewa mjamzito ule kwanza muda huo sasa hilo sakata lote mtoto, yani mimba ina wiki 2 I hope. Yani hata mwezi halijafika. Yule mama anakaja kuniambia kwamba ninachokiomba ujitahidi at least kwa kila wiki umpatie au utupatie 35,000 na bili ya maziwa kila siku. Sio, umeelewa? Mimi nikamwambia kwamba nilicho nacho ndicho nitakacho mpigia nayo nyoka. Sina uwezo wa kulipa hiyo hata kama iweje. Ila nitakachokuwa nacho ndo nitakachokitoa. Au kukataa kutoa matunzo kwa mtoto. Baada ya wao kusema kwamba ile mimba ni ile kwa staili hiyo, nikamwambia pia jambo lingine kwamba yawezekana huyo binti mwache arudi aje kukaa nyumbani mpaka atakapojifungua. Wakakataa. Kwa hivyo kataa, basi nikasema mimi sina uwezo wa kulipa hiyo pesa ambayo nyinyi mnafikiria. Ndo kwanza tuna wiki 2 mpaka ifike miezi 9. Si unanielewa mzee? Kwa mimi binafsi sikuchukulia kama, yani nilikuwa naona kama ni jambo gani geni kwangu hili. Au labda kwa sababu ndo huyu ilikuwa ndo mtoto wangu mimi, labda ni wa kwanza kusema kupitia changamoto hiyo ndo ya kwanza. Kwa sikuwa najua huenda kuna mengineyo ambayo yanafanyika kwa wazazi wanavumilia hivyo. Mimi sina namna, nikana jaribu kuliweka sawa kiume tu, lakini likawa gumu. Yeah, so imeenda mpaka time ya kujifungua. Mimi na taswira kichwani kwamba mimba sio ya kwangu kama nilivyoambia. Lakini kabla hajajifungua yule binti alinifuata. Akaniambia naomba tuonane. Nikamwambia sawa, tunaweza tukaonana. Tulivyoonana akamwambia sikiliza, mimi najua unaweza kanikasirikia mimi. Na haya yote tuliyofanya wewe unaweza kukasirika sana. Lakini mama yangu kiukweli tu ni hakupendi kwa sababu ya kipato na muonekano wako. Yeye mlijaribu kumuuliza kama anakupenda? Yaani unajua hisia hazijifichi. Ya ukikipenda kitu yani hisia hazijifichi. Mimi binafsi nilikuwa najua hata kabla hajasema. Na yeye aliamua kufuata maamuzi ya mama mzazi. Kuna wakati mtoto anaweza kumsikiliza mzazi kwa sababu ametoka, mimi kilomita za yeye na mzazi wake siwezi zimaliza. Wametoka mbali na mimi, kwa hiyo kunisikiliza mimi mtu mpya ni ngumu hata kama ni mapenzi.
Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mzazi alikukataa kwa sababu wewe labda hauna pesa za kutosha kukidhi mahitaji yao, si ndio? Alafu pia kingine ni kwamba muonekano wako. Wewe wanaona una muonekano gani labda ambao alikuchukulia? Ukirudi kwenye kauli yake ya mwanzo ni kwamba huyo kijana ni sharobaro, hana uwezo wa kuhudumia mwanangu. Umemtia hivyo. Kwa lugha nyingine. Wewe kwa upande wako ile kauli labda ulifikiri sio kwamba ungegeuza kwa fursa au kubadilika wewe alafu ili uweze kumpata mwanamke ambaye unampenda, kwa maana kwamba uwe kama wanavyotaka wao kwenye swala la pesa labda kwako ilikuwa changamoto, lakini labda ukasema ubadilishe muonekano ili waaminishe kwamba utakuwa una uwezo wa kumlea mtoto wao, kwamba uvae labda kwa ule muonekano walikuwa wanataka wao. Unajua kikishaingia kikwazo kwamba pesa, mi binafsi waga siwezi kupingana. Mimi nimelelewa kwenye mazingira pengine magumu, sawa na mtu yoyote ambaye anatamani kutengeneza familia, anatamani atengeneze familia sehemu yenye utulivu. Ndio. So ili mpaka hapo tayari ishara ambazo zilikuwa zishaonekana kwamba ni ngumu. Mimi siwezi kubadilisha muonekano wangu kwa kupretend kwamba ili unione mwema. So unajua ili hali unashajua mimi ni mbaya.